Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Zachary Okoth Obado, msaidizi wake Michael Oyamo na aliyekuwa karani wa kaunti ya Migori Caspar Obiero wamepatikana na hatia ya kumuua mwanafunzi wa chuo kikuu Sharon Otieno mwaka 2018. Akitoa uamuzi wake, jaji wa mahakama kuu Cecilia Githua alisema upande wa mashtaka umeweza kuthibitisha bila shaka kwamba watatu hao walishirikiana kupanga kutekeleza mauaji hayo ya kikatili. Ben Kirui alifuatilia uamuzi huo na hii hapa taarifa yake. Kwa zaidi ya saa tatu, jaji wa mahakama kuu Cecilia Githua alisoma kurasa baada ya kurasa ya hukumu yake katika kesi ya mauaji ya Sharon Otieno ambayo imechukua miaka 8. He fabricated treatment notes and a computer generated outpatient card. Kwenye uamuzi wake, jaji Githua alishikilia kwa ushahidi wa mashtaka uliowasilishwa mahakamani ulithibitisha kwamba washtakiwa hao watatu ambao ni aliyekuwa gavana wa Migori Zachary Okoth Obado, msaidizi wake wa kibinafsi Michael Oyamo na karani wa kaunti ya Migori Caspar Obiero walishirikiana kupanga na kutekeleza unyama huo, huku kila mmoja akitimiza jukumu tofauti kwenye mauaji ya Sharon Otieno Septemba mwaka wa 2018. That the accused persons acted in concert, jointly with others not before the court, pursuant to a common design, each performing a distinct role in furtherance of a criminal enterprise that resulted in the death of the late Sharon. Mahakama ilibaini kuwa Okoth Obado ndiye aliyefadhili utekelezaji wa mauaji hayo, huku Oyamo akichukua nafasi muhimu katika utekelezaji wake, naye Obiero akishiriki kuficha uhalifu huo. Mahakama iliamua kuwa vitendo vyao vilidhihirisha kuwa walikuwa na dhamira ya pamoja ya kumuua Sharon. The second accused facilitated execution, where the third accused ensured logistical support and concealment to avoid detection of the offense. Participation, premeditation, and intention to execute their common intention. Kwenye uamuzi wake, jaji Cecilia Githua pia amesema kuwa kutokuwepo kwa Obado katika kaunti ya Migori siku ambayo Sharon aliuawa, ambapo ni kati ya tarehe 3 na 4 Septemba mwaka wa 2018, hakukumuondolea kusudi lake katika uhalifu huo, akisema ushahidi ulionyesha kwamba alihusika katika kupanga na kuwezesha mauaji hayo licha ya kuwa alikuwa Nairobi. Jaji Githua akisema kuwa ushahidi ulibaini kuwa Obado alinuia kuficha mahusiano kati yake na Sharon ambaye alikuwa na ujauzito. From the totality of the evidence adduced in this case, it is my considered view that the first accused had a very strong motive to unlawfully end Sharon's life, to ensure that his illicit affair with her was not widely publicized through the print media, in order to save himself from possible public embarrassment and reputational harm. Jaji Githua alisema kuwa kulikuwa na ushahidi wa kutosha unabaini ushirikiano wa watatu hao kwenye kifo cha Sharon Otieno, na kwamba upande wa mashtaka ulikuwa umethibitisha kwamba walihusika na mauaji hayo. Watatu hao watazuiliwa rumande baada ya mahakama kufutilia mbali bondi waliokuwa nayo. Watazuiliwa wakisubiri hukumu yao. Miaka 8 baada ya mauaji ya kikatili ya Sharon Otieno, hatimaye haki imewanasa wahusika wa uhalifu huo. Mahakama inatarajiwa kutoa mwelekeo wa tarehe ya hukumu mnamo Agosti 13. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.